electing their leaders. Led by ABC Archbishop Timothy Ndambuki, clergy leaders said that they have been watching politicians and now it is time they listen to the voice of the clergy. They say the clergy needed to unite with purpose and in specific areas so as to give light as well as direction even to the political class, because some politicians have taken the show and they are self-centered to a point they have forgotten delivering to the public. Sisi kama kanisa tulikuwa tunaangalia tu mwenendo vile wanaenda, na kwa wakati huu hatutaki kusema aswa nini, lakini tunawaomba wasikilize sauti ya kanisa. Sisi tunaongea juu ya umoja, sisi tunaongea juu ya uchumi wa taifa hili, sisi tunaongea juu ya good governance, na sisi tunaongea juu ya upendo na ushirikiano wa wandugu. Tuwe taifa moja ambao inaangazia mambo hayo kama Wakamba. Kwa hivyo wale ambao ni viongozi wetu, matarajio yetu ni kuona ya kwamba wanaenda na huo mlengo na wanafuata hiyo sauti, na sauti kwa sababu kanisa ndio nuru na ndiye chumvi ya dunia. Ni lazima tusimame katika huo mwanya, sio tuwe influenced by them, but we need to influence them. I'm not sure the education is focusing more on the moral aspect of the human, and I think the church as a voice, as a role to influence the way people behave, the way people do. And I think we want to say the family government, the family institution should not abdicate their responsibility to any other person, to even to schools. We should be in control. It is from that story from the clergy that we take a short commercial break. Weekend at 1. We'll be back with more. This is KTN News.